Mr. Ten. Hivi mbona unakuwa busy na wakati unajua nimetoka huko nyumbani kumekufuata wewe ujue? Nilikuwa nakukumbusha. Naona uko busy sana. Nilikuwa nakukumbusha vipi kuhusu ule mpango? Upi? Kuna muda kama unajitoa ufahamu. Si ule mpango wa kujenga nyumbani kule. Sinaongea na wewe jamani. Mr. Ten, please ungenisikiliza kwanza. Unajua uache upunguze nani ubize wako. Nimekufuata mimi. Sasa ni jambo lile na kusisitiza kwa swala la kujenga. Jamani, si unisikilize. Unajua Feti niko busy kidogo kwa mteja alikuja hapa. Namwandalia mambo yake kwa sababu ya kazi yake ya kesho. Nilikuwa nakwambia hivi, kwa swala la kujenga lile tunafanyaje? Maana kama umesitisha mambo yote kimya tu. Unajua mipango tulishakaa tukakubaliana na wewe unajua kiasi gani nakupenda, pia nakuhitaji na uhitaji wa kuwa na wewe. Kwa hiyo usiwe na wasi. Na wazazi tulishaenda tukaongea nao na wakatuonesha mpaka eneo. Kwa hiyo usiwe na wasi, tutaenda na tutaendelea na ratiba hizo. Sawa? Nisikia Feti? Sawa. Kwa hiyo ni hivyo. Usiwe na mashaka sana na mimi katika masuala yoyote tuliyokubaliana. Mimi kitu tunajua tukikubaliana, tumeshakubaliana, waga siendi kinyume na makubaliano yangu mimi na wewe. Si unajua wewe ni adimu kukupata, mimi nimepata, si unajua shida niloipata kukupata. Kwa hiyo siwezi nikafanya utoto katika kutengeneza mahusiano ya mapenzi. Mimi nakupenda sana, unajua. Sawa, kwa hiyo malengo baada ya kumaliza malengo ndio unaendelea na kazi. Na mimi je? Haujanimisi. Kuna siku ulikuja na rafiki yako mmoja hivi. Siku ile unakumbuka siku ile nilikuita kule? Ukaja. Rafiki yako yule anaitwa nani? Sijui anaitwa Angel. Rafiki yako yule Angel yuko vizuri. Sasa nisikilize kwanza. Angel sawa. Wewe Angel kaingia vipi kwenye masuala yetu tunaoongea? Si rafiki yako. Rafiki yako yule. Kwani kuna shida mpenzi? Au yeye ana nini? Ana nafasi gani katika mambo yetu mimi na wewe? Au amekuja kujaje? Okay. Basi tufanye sameane. Mimi nilikuwa naongelea tu, nimeongelea kama rafiki. Ni rafiki yako, kwa hiyo si kama ulivyokuwa unakuja naye kwenye sehemu za starehe na nini. Si shida ni nini? Kuna kitu nakipata sasa. Unajua ni nini? Nikwambie kitu. Usinichukulie mimi kawaida. Nimekaa muda mrefu ninachukuza. Nimefanya uchunguzi wangu. Mpaka ulichokisema hapa sasa kuna kitu nimekipata. Naona unanichukulia mimi hize. Kwa hiyo huniamini Feti? Sio swala la kuaminiana. Sasa mpaka unasema ulikuwa unachunguza na maana ulikuwa uniamini? Uaminifu upo, lakini lazima nilichunguze kutokana na. Hivi kama wewe unaona kuna kitu ambacho kiko sawa kwangu mimi, utaacha kukichunguza wewe ili mradi kupata uhakika wa kile kitu unachokichunguza? Ni kwamba huniamini ndio maana umenichunguza. Mimi sijaongelea masuala ya imani hapa, naongelea masuala ya Angel. Mimi naongea kitu masuala ya malengo ya wazazi unamuingiza Angel. Angel ana maana gani kwenye mahusiano yetu mimi na wewe? Fanya kitu kimoja, usifanye hichi. Nenda nyumbani kapumzike, baada ya hapo tutaliongelea baadaye, sawa? Achana na hiyo issue. Acha kwanza nimalizie mambo yangu hapa, tutaongea tu nyumbani. Unachunguza kiasi hicho eti kama unasema na nini? Kuwa makini bwana. Mimi nimeongelea hapa. Nikikutizama usoni yanitoka maneno matamu kwa uzuri ulionao, na kuomba usiniteme na usijukachenjika, maana marafiki ni haramu, uanguke wa kucheke, hao ndio binadamu. Maneno yao siwasikilize, ni sumu, vile tukicheka wapendi mafanikio yetu wapendi. Nikulindie na mimi unitunzie utamu wangu wewe. Asa mimi nadundika, nadundika, nadundika. Asa mimi nadundika, nadundika.
Hii ina maana gani? Sasa leo nahisi utakuwa umenielewa kwa vitendo, sio kwa maneno. Ndio nini sasa? Wewe umeona nini? Aha. Basi naomba unielekeze hichi nini hapa. Hichi nilichokiona. Sio unaniuliza kwamba nimekiona nini? Hichi nilichokiona hapa nataka mnielezee. Hamna kitu. Hamna kitu. Kwa hiyo sasa hivi huyu ana thamani kwako, mnaweza mkapiga au kamuita tu mkaja mkapiga story ofisini. Bobote mnapojisikia. Wewe bwana unataka kuniharibia. Mimi na wewe tushamalizana. Nini tena kingine? Mimi na wewe tushamalizana. Mr. Teno unasema nini? Tushamalizana mimi na wewe. Sema hapo unachotaka wewe ni kuniharibia. Hebu usitaniambi tuondoke. Nyanyuka. Wapi gapo? Wewe mimi na wewe tushamalizana. Shida nini? Umemalizana na nani? Wapi? Lini? Lini? Wewe unachotaka hapa ni kuniharibia tu. Yaani mimi nikuharibia kwa huyu? Yaani takataka huyu ndio unakufa sababisha unijibu mimi hivyo kwamba eti tulishamalizana na wewe. Sio kama ni wewe mimi tulikula mikataba mimi na wewe. Oya sikia. Wewe unachoona takataka, wenzio wanaona ni mali, sawa? Wewe fanya mambo yako, tushamalizana mimi na wewe. Mimi na wewe sina mpango, mbona unashindwa kunielewa? Mimi na wewe sina issue na wewe tena tushamalizana babu. Baba nikwambia kilichokudanganya ni hiyo kala tu. Lakini kitu ni kile kile the same. Sawa. Sasa nikwambia Mr. Ten, kwangu umenyakanyaga. Utanitafuta mwenyewe, akuonyesha kitu. Siwezi kufanya. Music baby. Duda. Popote pale wetwende, ya bila hata wapambe, nalewa bila ya pombe, mise chochote mpine bila jembe. Nyuma kami nikipenda si rahisi kuachia, sihami sikonde baby, sihami sikonde baby. Upendo sio na kipimo, na kila hatua yetu dua, hadi na baini yaliyomo. Eti baby njiwa umetua, nuna baby nipembeleze, chokoze nichombeze, chakala chui salani we. Oh mama, nimenasa kulimbo, sina majigambo. Oh inzi kwa kidonda, radhi uwe. Ola vipi? Huyu si Angel umemfanya nini? Huyu si Angel.
Umemfanya nini babu na kaweji? Bwana, mimi nimemkuta Angel kule amepata shida. Kwa hiyo kabidi nimbebe nimpeleke kwake hapo chapu. Huyu si anakwaa huyu. Unasemaje umpeleke kwake? Huyu mimi anakwaa kwake sio kwao, naenda kumpeleka kwake. Huyu anakwao, huyu anakwao. Wewe brother vipi kwani? Vipi kwani kaka unauliza na maana uone kwamba huyu mjui si Angel huyu kisifika mfanya nini? Anampeleka wapi sasa? Mimi sijui sana, nasema eti anampeleka kwake wakati huyu ana wazazi wake. Huyu akai na wazazi wake, anakaa peke yake. Peke yake? Ndio. Peke yake vipi? Si anakaa na wazazi wake? Angel ana kwake. Kama ana kwake twende nikamwone, nikapaone na mimi hapo kwako. Twende nikapaone hapo kwako. Sasa ngoja kwanza. Nataka kuniambia hapa ndo kwa Angel. Ndio maana yake, yani hiki chumba ndo cha Angel. Hapa nampeleka chapu kwa sababu unamwona hali yake sio nzuri. Au wazazi wake wanakaa huko ndani. Yaani unachokiona huko. Yaani kila mtu ni mpangaji na Angel mpangaji mmoja hapo. Umesikia brother? Niambie. Hapa ndo unapokaa Angel. Yaani kumbe anakaa hapa. Yaani ameshaniongopea, amenidanganya, yaani tukataka mpaka anipeleke kwa wazazi wake na akaniambia wazazi wapo ana familia. Yaani nilikuwa sijui kama anakaa hapa. Yaani anakaa hapa. Basi amekuongopea vingi bro. Kama ni hivyo tu mwenye akakudanganya mwisho siku hata hujui hata anapokaa, basi amekudanganya vingi. Sana. Yaani vingi mno. Tena vingi hasa. Yaani tulikuwa na mipango mingi mno. Ila mademu. So poa. Kwa mimi yote yamekuwa hivyo. Mimi naona basi tena. Naona haina maana. Sababu haina maana tena. Takuachia donda ndogo. Hadi mwanangu. Poa. Poa sana basi.